Kwa hiyo ina maana Juma anajua? Aliuliza Lama kwa hasira. Ndiyo, sijui ni Juma ila ni yule jamaa niliyekukuta naye, alijibu yule kaka ambaye Lama alitoka naye Kongowe, huku mwenzake akiwa kasimama tu anawasikiliza. Yaani Juma kaniingiza mkenge hivi hivi. Vipi ningekufa sasa? Ila hamna noma. Sasa na nyie tugawane mlichoiba, kila mtu ale kona yake, aliongea Lama kwa ghadhabu. Tutakupa 3,000,000, alijibu yule jamaa. Kwanza tujue hiyo mlioiba ni shilingi ngapi, sio mnasema 3,000,000 tu. Mnajua kazi ya kukimbizana na polisi ilivyokuwa ngumu, ningekufa je? Aliongea Lama akimsogelea yule jamaa aliyebeba begi la pesa. We ndugu, hiyo ni 1,100,000 na kuna mgao wa watu kibao, sio sisi tu, mpaka yule jamaa yako, aliongea yule kaka aliyeziba pesa kutoka benki. Hivi mna akili kweli? Yaani ya watu wamekaa huko wanakula lamu starehe alafu mnaweka kwenye mgao. Mimi msiniletee hizo habari. Nipeni 20,000,000 niondoke zangu, la sivyo, aliongea Lama. Ila wakati anaongea hayo, alishahisi hapa uwezekano wa kuondoka salama ni mdogo. Hasa huyu jamaa mwenye bastola anaweza mchenjia muda wote. Hivyo alikuwa makini sana na ile bastola ambayo jamaa aliichomeka nyuma ya suruali yake. Hazikupita sekunde nyingi aisee. Ni kama akili yake ilivyowaza ndivyo ilivyotokea. Jamaa akawa anapeleka mkono taratibu nyuma ili achomoe bastola. Naye hakuwa mzembe. Halimuwahi yule kaka aliyeshika begi la pesa, akamkaba shingo, akamtanguliza mbele, yeye akawa nyuma yake. Lama akachomoa kisu chake kidogo ambacho mara nyingi huaga anatembea nacho, akamwekea shingoni yule jamaa. Akawa na yule jamaa naye akawa ameshachomoa bastola, akawa amemuelekezea Lama. Hapa leo wote tutakufa. We ni uwe na mimi namchinja huyu jamaa yako. Mimi sina cha kupoteza, aliongea Lama akizidi kukishindilia kisu shingoni kwa yule mwenzake. Mdogo wangu, hebu mpe hiyo 20,000,000. Huyu ataniua, hatutarudi tena kwetu, aliongea yule jamaa aliyekewa kisu. Kumbe walikuwa ni mtu na mdogo wake. Kwanza tupa hiyo bastola pembeni. Alafu najua nyie sio wa Tanzania, hivyo nitawachomesha sasa hivi tukose wote. Alafu nihesabie 20,000,000 faster nijikatae, aliongea Lama akiwa bado kamkaba kwa nguvu, huku kisu akiwa bado kakiweka shingoni kwa yule jamaa. Lama akamvua begi yule jamaa ambaye yeye alimkaba, akamtupia yule mdogo mtu ili amhesabie hizo 20,000,000. Mdogo mtu akafungua begi na kuanza kuhesabu pesa. Akaweka pembeni mabunda kadhaa, akaweka pembeni. Mwachie kakaangu, 20 yako hii hapa, aliongea yule jamaa. Chukua viloba hivyo pembeni hapo vichafu vichafu, weka hiyo hela humo ndani. Ila hiyo bastola usiokote, ole wako nakwambia. Alizidi kupiga mikwala Lama. Kweli yule jamaa alifanya vile Lama alivyomwambia. Baada ya kuzingiza zile pesa kwenye viloba, alimpa Lama. Lama baada ya kuzichukua, aliendea pikipiki yake huku akiwa anambuluza yule kaka mto mpaka alipoiwasha. Akaondoka kwa mwendo mkali, akiwaacha wale jamaa uchochoroni wamepigwa na butwa. Yaani Lama mpaka anatokeza mabibo alishakoswa na ajali mara kadhaa. Yaani ni Mungu tu alikuwa upande wake aisee. Baada ya mwendo mrefu akatokea Ilala na mara kadhaa aligeuka nyuma kuona kama polisi wanamfuatilia. Waifu, weka nguo kwenye begi haraka. Weka nguo zako na nguo zangu. Weka chache tu, usiweke nyingi. Alafu jifungie kwa ndani, usitoke nje. Yaani hakikisha mpaka unasikia sauti yangu inakuita ndio unafungua mlango. Usifungue mlango nimekwambia. Unanielewa lakini? Aliongea Lama kwenye simu haraka. Baadaye akakata simu.